Daudi, Mungu aliweka ndani yake huduma ya uchungaji. Sasa wazazi wake walipomwangalia walijua huyu ni mchungaji, wakampa mifugo ya kuchunga, wakampeleka porini. Maana tabia yake ya kichungaji. Kwa hii tabia yake ya kichungaji, wao walikuwa wanaona mchungaji wa mifugo, lakini Mungu alikuwa anaona ndani yake mchungaji wa roho za watu, kiongozi wa kuliongoza taifa la Israeli. Lakini wazazi wameona huyu anafaa kuchunga wanyama, kondoo, akapelekwa porini. Akiwa porini, Mungu anamletea majaribu. Nikisema majaribu, manake tukio la kwanza, wanatokea simba na dubu kuwalalua kondoo. Sasa kwa akili ya kawaida unaweza ukakimbia, si una kondoo wengi, si una mifugo mingi, dubu hawezi kuwamaliza wote, atamlalua mmoja. Kwa utakimbia kuficha uhai wako, kuhakikisha ya kwamba wewe unakuwa hai, unakuwa salama. Kondoo si kitu. Lakini yeye unaona, cha kwanza anaenda kupambana na simba, anamshinda, anapambana na dubu, anamshinda. Kumbe anatengenezwa kuwa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hiyo imeenda kwa sababu Mungu ndani yake alikuwa amejua kwamba kupitia huyu kwenye mfululizo wa uzao wake atakuja kutokea Yesu Kristo, ambaye na yeye katika namna hiyo hiyo atakubali kuwa tayari kufa kwa ajili ya kondoo ambao nimempa awachunge. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ninapozungumza kwamba uchungaji ni uongozi, manake kila mtu ni mchungaji kwenye eneo lake, kwenye ngazi. Baba ni mchungaji kwenye familia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ni mchungaji kwenye familia, kuiongoza familia. Lakini mama naye ni mchungaji kwa watoto. Mtoto huyu wa kwanza ni mchungaji wa wadogo zake, na huyu naye anamchunga mdogo wake. Mchungaji wa namna gani? Maanake ni kiongozi, na kwenye uchungaji kumebeba maonyo. Yaani hakuna mtu anayechunga kondoo anawaona wanakula mali za watu, wanakula mashamba ya watu, akanyamaza. Au anaona kondoo ameingia kwenye shida, akanyamaza. Huyo sio mchungaji mwema. Na kondoo yeye kwake sio kitu. Apotee, asipotee, sawa. Inawezekana yeye anachunga kwa sababu anajua kuna wakati nitakula nyama, kuna wakati nitapata maziwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unatoka kwenye ngazi ya familia unakuja kwa mchungaji, kwenye cheo, kwenye nafasi, mahali ambapo Mungu amekuchagua, amekupa nafasi kazini. Kwenye kazi unayofanya wewe ni mchungaji wa ile kazi. Kuna mwingine anaingia kwenye kazi anaenda kuwa mwizi, anaenda kumuibia mwajiri. Wewe sio mchungaji mwema. Bwana Yesu asifiwe. Yaani manake wewe sio mchungaji mwema. Wewe hauko tayari kupoteza uhai kwa ajili ya hicho ulichopewa kuchunga. Mchungaji kama mchungaji wa kanisani, na yeye pia amepewa kondoo wa kuwachunga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa na yeye ana wajibu wa kuwachunga. Kuwachunga kondoo ni kipaji. Lakini achilia mbali na kipaji, ni mtu ukishatambua unapozungumzia uchungaji, unazungumzia jambo la namna gani? Kuchunga manake ni kufuatiliwa. Mimi napenda wale wenzetu, wale makanisa ya Pentecost. Ukijichanganya ukienda kule, kurudi labda mgombane au kutokee mtafaruku. Sijasema kubaya, ni kuzuri.
ila mchanganyiko, kuna kubaya na kuzuri kama ilivyo kwetu. Unaweza kaenda kwenye kanisa moja hapo ukakutana yani kumeoza, unaweza ukatamani hata leo hata huko kanisani siendi. Lakini wewe ndio wa kutengeneza. Usimame palipobomoka. Kanisa likitengenezeka, likisimama vizuri, Mungu akiangalia eneo anasema katika watu ambao wamesababisha kanisa langu limekaa vizuri, na wewe ni miongoni mwao. Sababu waliosababisha mpaka liharibike maana wamekaa upande wa adui, wanahakikisha shetani anatawala kisawasawa. Kwa hiyo lazima uwepo mtu anayemwambia shetani hapa hautatawala. Hapa atatawala Mungu. Cha Mungu ndio kitakachosimama. Wewe cha kwako hapa akitapenya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Kwa hiyo nini ninachotaka kuzungumza? Haya mambo yanatafakarisha. Uchungaji ni ufuatiliaji, kufuatilia. Hao wenzetu wa upande wa pili unakuta kila wakati mchungaji anakuja nyumbani kwako. Anakuja ajue unaendeleaje? Mbona Jumapili sijapo? Yaani hujafika leo ibadani, kesho nipo kwako. Yaani tunazungumzia uinjilisti hii. Yaani ilikuwa haina haja mwalimu. Ndiyo. Unaona kabisa leo mama fulani hayupo. Leo Jumapili. Sijui nimwendee leo au kesho. Hodi. Karibu bwana, mbona jana sijakuona? Sasa kwa vile anavyosumbuliwa, mwingine inawezekana hata kanisani. Kwa vile anavyosumbuliwa ataenda tu, atakutana na mafundisho, atakaa vizuri, tayari tunasema huyu ni mchungaji ambaye anawajali kondoo. Lakini sifa ya pili ni anafikika. Kondoo ana shida yake, anaweza kumuelezea. Hivi leo hii kwa mfano tunasema tukafanye uinjilisti. Inawezekana kuna mtu anaumwa huko hatujui. Ana changamoto hatujui. Alipatwa na msiba, amefiwa, hamna hata mtu anakwenda kumwambia bwana pole. Hayupo. Anaanza sasa hata huko kanisani bwana. Kuna wakati fulani mimi